Karibu kupata habari mbalimbali zinazomhusu MC Mwanijembe ndani ya Mwanijembe TV. Kwa majina mimi naitwa MC Mwanijembe, ni mwalimu kutoka Songwe Sunrise Pre and Primary School. Basi nisiwe na mengi, nitamwomba naibu katibu mkuu afanye utambulisho, afu baadaye mengine itaendelea. Karibu mchungaji. Siku ya leo na kuona watoto. Habari za asubuhi kwenu. Good morning everybody. Thank you. Nimefurahi sana kufika hapa kwa shuhuda ambayo mtaiona ilikali, lakini nimewaza niseme nini jamani. Niliwaza kana kwamba Mungu nipe wewe neno. Unajua hapa eneo lote hili ambayo kuanzia sekondari, health sciences mpaka hapa mlipo, zamani kulikuwa na nini? Miaka 20 nyuma hapakuwa na chochote, wala jengo, ilikuwa ni pori tu na matete. Nothing. Kwa nini kumetokea kitu? Yesu katika maandiko amehubiri sana, na Bwana Yesu kwenye neno lake, kwenye ushuhuda wake, alipenda sana kutumia mifano, na mifano yake karibu yote ilikuwa inaeleweka, hata mtu asiyesoma anaelewa anasema nini. Mimi nachukua mfano mmoja kwa ufupi tu, ili muone kana kwamba kwa nini mimi na kwa nini nyinyi mko hapa leo. Katika mfano wake Yesu, yeye alisema kulitokea mpanzi, na Mashariki ya Kati walipanda sana ngano, na ngano huweki kuja moja. Ngano inapona kwenye mfuko, alafu unatupa, unamwaga, inajitafutia rutuba au barabara au nini, ni nyama au miba. Kwa hiyo kwa pale ambapo ilikuwa inaanguka, ilikuwa inaweza kuzaa sana matunda. Sasa miaka mingi nyuma,
miaka hata alipoelekea 20 hapakuwa na chochote hapa, nothing, there was nothing here. Lakini kwa sababu ya wito wa nguvu ya neno la Mungu, ile mbegu ilimwagwa hapa na alizalisha. Ndio kwa macho tunasema kumbe kuna majengo mengi, sawa jamani, majengo mengi mazuri, na haya majengo yamewekwa kwa ajili ya kuipatia mbegu ya neno la Mungu nafasi ya kuingia na kuingizwa ndani ya moyo. Na ninyi hapa wote unaendelea kumwagiwa mbegu. Majengo haya yote yanakuwa ni kama shamba, unasoma, unasomeshwa na mnatendewa makubwa sana na timu. Napenda kuwashukuru sana ninyi walimu wote, mbarikiwe sana kwa kazi yenu njema inayofanya kwa watoto wetu. Headmaster, ubarikiwe sana, hasa wewe na timu yako kwa ushuhuda ambayo unajua hapa ulimwaga mbegu ya neno la Mungu, mbegu ya neno la Mungu. Na hii mbegu kumbe imezalisha majengo kwa kusudi ya kuwapatia watu kama nyinyi watoto ambao mnaendelea kumwagiwa mbegu, kuambiwa mbegu nzuri ya neno la Mungu. Uipokee sana, uiweke mahali pazuri ndani ya moyo, kwa sababu katika neno la Mungu kuna ahadi kubwa sana, kuna matumaini, mategemeo makubwa sana. Kama kwa mtu ambaye anaamini, huyo mtu amejipangia nafasi ya kwenda kwenye ule uzima ambao Yesu anasema habari njema, uzima wa milele. Na wasiokubali wanakanyagwa na kuliwa na ndege barabarani, au kwenye miamba ikaota kidogo, au kwenye miba inasongwa. Naomba sasa neno hili la Mungu liendelee kuwa ni mbegu njema ya kuweza kuendelea kuzaa na kuzalisha matunda ya jina la Yesu, matunda ya habari njema. Mimi salamu ya kwangu leo nimesema kwa furaha sana. Nikija hapa kwenye health sciences, kwenye sekondari, hata kule mpaka Ifisi, tunakuta mamia na maelfu ya watoto na vijana na wanaosoma masomo ya taaluma wanapata neno la Mungu. Neno la Mungu lenye thamani kubwa sana. Muipokee, muiweke ndani ya mioyo ili ikazae matunda zaidi na zaidi. Na tunda ni msamaha, tunda ni uzima wa milele, tunda ni tegemeo ambayo hakuna mtu asiye na neno hatakuwa nayo. Mimi kwa ufupi na kwa machache haya nasema hasa timu yote, headmaster, mwenyekiti wangu na timu yako uliokuja, mimi nimekibembeleza kuja nyuma yako hapa. Tumekuja pamoja na yote yanatendeka kwa sababu ya neno la Mungu lilipandwa hapa, ikazalisha majengo. Ndio, na ndani ya majengo ndio ni watu, na watu ndio ni mioyo ya habari njema kuipokea. Kwa machache haya basi, ubarikiwe kwa jina la Yesu, amen. Na shukuru sana mshauri na mkurugenzi wa Kanisa la Tanzania kwa hotuba nzuri inayoonyesha neno ndio kila kitu na vitu vyote vifanyika katika neno, na ndio maana tunaona yote yanaonekana. Na baada ya kusema hayo, tunaye baba yetu, mwenyekiti wetu wa Kanisa la Tanzania. Ni wakati wake sasa kama baba yetu naye tulipe nafasi kama baba hakosi la kusema na watoto wake. Basi nikukaribisha sana baba, karibu sana. Tumtumikie Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu kwa ajili ya muda huu na wakati huu mzuri sana ambao Mungu ametupatia siku hii ya leo kwa sababu maalumu na kwa kusudi maalumu. Lakini kabla sijasema chochote, nimwombe ndugu yangu msaidizi wa mkurugenzi wetu anisaidie kusoma mistari miwili kwenye Biblia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 28 mstari wa 2 na wa 3, ndipo tutakuwa na neno la kusema. Neno la Mungu linasema, ndipo Daudi mfalme akasimama kwa miguu yake akasema, sikilizeni ndugu zangu na watu wangu, mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu. Hata nalikuwa nimeweka tayari kwa kujenga, lakini Mungu akaniambia, wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umekuwa mtu wa vita, nawe umemwaga damu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa muhimu sana ni wa pili. Kwenye mstari huo tunaona mfalme Daudi alikuwa na shabaha, alikuwa na malengo, alikuwa na makusudi ya kutaka kumjengea Bwana nyumba ya kuabudia.